Naam, mtazamaji, ni saa 12 saa za Afrika Mashariki jioni hii. Popote ulipo, natumai siku yako imekuendea vyema kabisa. Hujambo, karibu kwenye jukwaa la KTN jioni hii mtazamaji, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2018. Jina langu ni Ali Manzu. Mtazamaji, leo kwenye mahojiano ambayo tutakuwa nayo baadaye kupitia swala nyeti, tunaangazia masuala ya uhifadhi wa mazingira, hususan yale ya wanyamapori na mbinu za kisasa ambazo zipo na zinatumiwa katika kuimarisha uhifadhi huo. Na mbinu hizo ni kama vile matumizi ya teknolojia katika kuhakikisha kwamba mazingira ya wanyamapori pamoja na yale mazingira ya wananchi ambao wanaoishi hakuna hitilafu zozote, swala ambalo litakalopelekea kutokuwepo kwa mitafaruku kati ya wanyamapori na hata binadamu katika mazingira ambayo wanaoishi. Ni mojawapo ya mambo ambayo yamekuwa ni changamoto katika miaka ya nyuma na yamepelekea maafa hasa kwa binadamu na hata kwa wanyama kupoteza maisha yao. Kumbuka hapa nchini Kenya utalii ni mojawapo ya vyanzo vya uchumi, na katika mojawapo ya mambo ambayo yanasaidia kuimarisha kwa utalii hapa nchini Kenya ni mbuga za wanyama tulizonazo. Mbuga zikiwa bila wanyama, basi bila shaka kutakuwa hakuna pato lolote linalopatikana, lakini hivi sasa tunashukuru utalii unafanya vyema kabisa na tunapata wageni kutoka mataifa ya nje. Hivyo basi tunaangazia leo ni mbinu gani ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa wanyamapori hapa nchini. Mgeni wetu tayari yuko hapa studio, na mmoja ambaye pia tutakuwa tunamtazamia atafika kutoka ile shirika la hifadhi ya wanyamapori hapa nchini, yani KWS. Bado kuna muda kidogo na tuna imani kwamba atafika, lakini mtazamaji, tayari mgeni wangu mmoja yuko hapa kutoka shirika moja ambalo linalohusika na uhifadhi wa mazingira ya wanyama na hata mazingira yoyote, iwe ni masuala ya miti, iwe ni masuala ya misitu na kadhalika. Tuko naye hapa na atatuarifu mengi zaidi kuhusiana na mbinu ambazo wanazotumia wakishirikiana na serikali kuimarisha swala hilo. Mimi naitwa Ali Manzu mtazamaji. Moja kwa moja, kabla ya kuanza kipindi chetu hii leo, wacha tuangazie taarifa ambazo tumezipa kipaumbele jioni ya leo. Wizara ya Afya yapokea ripoti kuhusu tuhuma za ubakaji hospitali ya Kenyatta. Matokeo ya uchunguzi kutolewa kwa umma siku ya Jumatano. Wabunge 4 wa Jubilee waondolewa kutoka kwenye uongozi wa kamati 4 za bunge kwa tuhuma za kukiuka msimamo wa chama. Na leo kwenye swala nyeti tunaangazia matumizi ya teknolojia katika kuwalinda wanyamapori na jinsi ya kukabili mzozo baina ya binadamu na wanyamapori. Naam, karibu kwa taarifa kamili. Mtazamaji, waziri wa afya Cleopa Mailu ameahidi kwamba ripoti kuhusu madai ya ubakaji katika hospitali ya Kenyatta itatolewa kwa umma hapo kesho. Akihutubu baada ya mkutano na kamati ya afya kaunti ya Mombasa, waziri Mailu amesema tayari amepokea ripoti ya uchunguzi kutoka kwa bodi ya hospitali ya Kenyatta na kuwa anayosubiri sasa ni ripoti kutoka kwa idara ya upelelezi wa jinai, yani CID. Hospitali ya Kenyatta imekuwa ikimulikwa kutokana na madai ambayo yaliyotanda katika mitandao ya kijamii kuwa wanawake wanabakwa na wafanyikazi wa chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali hiyo. Tayari bodi ya hospitali hiyo imependekeza kuongezwa kwa maafisa wa usalama ili kudhibiti hali. The opportunity to examine the report, not because these are very clear issue. I don't see the necessity for that story about step aside, do what. That is a language we should not exist. We can't act without proof. And I want to say, we are waiting for a report for the authoritative person. Nyumba yako ikuvunja tukwambie utoke kwa nyumba ndio CID wakuje kufanya uchunguzi. Hiyo haifai, na ni lazima kama wananchi tufahamu ya kwamba watu wale ambao wanafanya kazi katika idara za serikali ni watu wa kuaminika, na yule ambaye si mwaminifu kuna njia ya kumtoa, na akiwa mtu atafanya kazi vile tunataka, tuna njia ya kumuondoa kazini. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuachiwa aangalie wananchi, achunge wananchi, daktari, muuguzi, mfanyikazi yule anayefagia, na hawe ni mtu mwenye dosari. Lakini wakati mwingine unaweza usimpate kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo mimi nasema tuache hii mtindo wa kuhujumu kwa sababu kitu imefanyika.
Lazima tuje tukipata ripoti, na nimewahakikishia ikiwa hiyo ripoti itanyosha kidole kuelekea wapi, hapo ndio tutaenda na tuangalie ukweli uko wapi. Kwa hivyo yangu ni kusema hayo. Asante. Tukiwa bado tuko kwenye masuala ambayo yanayofungamana na hospitali kuu ya Kenyatta, mtazamaji, wanawake hapa jijini Nairobi leo walifanya maandamano ya amani kukashifu vitendo vilivyoripotiwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Majibizano makali yalishuhudiwa baina ya kikundi hicho kilichoanza maandamano yake katika bustani ya Uhuru na wafanyikazi wa hospitali hiyo. Maandamano hayo yanalaani tuhuma za ubakaji wa wanawake waliojifungua hospitalini humo. Mtazamaji, wakati huo huo, shughuli zilitatizika katika hospitali ya Kenyatta mapema hii leo baada ya majibizano makali kuzuka baina ya wafanyikazi katika hospitali hiyo na waandamanaji ambao walikuwa wakidai haki kuhusiana na madai ya ubakaji hospitalini humo. Wafanyikazi katika hospitali ya Kenyatta walitaka kuombwa msamaha kwa tuhuma wanazodai hazina msingi wowote. Majina mengi sana. Mumetuzoea sana. Yes. Lakini tumevumilia kutibu wagonjwa usiku na mchana. Yes. Lakini tumesema leo nimetangaza kama chairman ya Works Committee ya kwamba wale watu ambao wamedanganya waandishi wa habari ya kwamba wamenajisiwa hapo hospitali ya Kenyatta, kama mtaandika statement, kwa sababu chama police walisema hakuna yeyote ambaye ameandika statement. Yes. Tunawapatia siku ya leo. Yes. Ikifika kesho, kama hakuna mtu yeyote ameenda kuandika statement, tunasema ya kwamba we are going to sue you. Yes. Amwezi kutuharibia jina, we are going to sue you. Ya pili, wale watu ambao wametumia njia ya udanganyifu kwa kusema kuita wafanyakazi yetu wanachizi, kuita wengine madaras, siku zenu zimehesabuliwa. Kuanzia nyinyi watu wa press, your days are numbered. Wale watu ambao mliwaoji chini ya meza, mtatuambia ni na kina nane. Hamukutuuliza. Wale watu ambao mliwaoji kama wataandika statement na polisi, nyinyi watu wa press mtaandika statement na wafanyakazi wa Kenyatta. Ya pili, nasema kama chairman ya Works Committee, this hospital is more than any one of us. If there is anybody who is playing politics with our hospital, please, we are asking the same to take that politics elsewhere and not in KNH. And we are giving instructions in this manner that if those people are not going to apologize, we are also agitated and we are also affected because of that kind of defamation which has been leveled against us innocently. So we are saying, sisi kwa sababu hii hospitali mmedharau kwa muda mrefu, hata pesa yetu ile tulikuwa tumeahidiwa kulipwa tujalipwa, we are now giving 30 days notice and we are going to close.
Mtazamaji, wacha niseme tu hivi kwamba vyombo vya habari mara nyingi huwa vikipata madai ambayo yapo kwenye mitandao ya kijamii au tunapokea kupitia meza yetu ya habari, huwa mara nyingi tunafuatilia, na kama ilivyonakiliwa kwenye katiba ni kwamba tunachukua fursa pia tunakufahamisha kile kinachoendelea. Lakini kando na kukufahamisha tu, pia watu tunataka kujua, je, madai ambayo yametolewa ni ya ukweli ama ni ya urongo? Ndio maana taarifa hii tulikuwa tumeiangazia sana, na sio hiki chombo peke yake bali hata katika vyombo vingine ambapo unakuta madai haya kutokana na taarifa zilizoko kwenye mitandao. Hivyo basi, namaanisha nini? Tunasubiri taarifa ya uchunguzi ambayo itatangazwa hapo kesho, kama Waziri Cleopa Mailu alivyotangaza mapema hii leo kule Mombasa kwamba tayari amepokea ripoti hiyo. Iliyobakia tu ni kusubiri ripoti kutoka kwa maafisa wa CID, na tutajua ukweli uko wapi, na sio tu kujua ukweli bali kufuatilia na kuhakiki ukweli huo. Tukiendelea na taarifa zaidi, mtazamaji, mwanamume wa umri wa miaka 67 amefumaniwa akiwa na mtoto wa shule wa miaka 17 katika chumba kimoja cha malazi mjini Kitale. Mwanamume huyo ambaye ni dereva wa malori yanayosafirisha bidhaa kutoka mjini Kitale hadi katika mji wa Lodwar kule Turkana anadaiwa kumhadaa mwanafunzi huyo ili kushiriki ngono naye. Mama ya msichana huyo, Jessica Sakwa, anadai hatua ya serikali kupinga usafiri nyakati za usiku ndio ambao uliochangia pakubwa kuzuka kwa visa kama hivyo. Mshukiwa amekamatwa na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Kwingineko, zaidi ya shule 10 katika eneo la Tiati, kaunti ya Baringo kule, bado hazijarejelea masomo katika hali ya kawaida kutokana na utovu wa usalama katika sehemu ya bonde la Kerio. Wakazi katika maeneo ya Kuloa na Tirioko, mpaka wa Baringo na Elgeyo Marakwet, wametoroka na watoto wao kwa kuhofia usalama wao. Kwa mujibu wa walimu wakuu wa shule hizi, mashambulizi ambayo yamekuwepo baina ya jamii za Pokot na Marakwet yamesababisha hofu miongoni mwa wakazi na wanafunzi na kuwalazimu kutoroka ili kutafuta makao salama. Idadi ya wanafunzi ambao wanaohudhuria masomo katika shule za Chewara na Todo pia imepungua pakubwa. Naibu wa chifu kata ya Kuloa, Stephen Domorita, amelazimika kuitisha mkutano na wazazi ili kujadili hali hii ambayo imelazimisha baadhi ya walimu kulala shuleni. Mkurugenzi: tunaishi pamoja kama jamii pamoja na Wamarakwet. Wanafunzi wenye wamekuwa shule ni Wamarakwet na Wapokot, na tumekuwa tukiendelea vizuri. So serikali ikiingililia kati tuweze kuwa na hiyo amani, tunataka tukuwa na hiyo umoja ndio tuendelee kimasomo. But we do patrol in the daytime. So as a shift, emerging issues ni kwamba imebadilika, crime inafanyika hata usiku. So mkiamka asubuhi mnasikia usiku jana watu waliwawa. So I want to confirm today kwamba people are moving away from this village because of the tension, high tension, because of the revenge from our friends from Marakwet. Tulikuwa hapa kwa taraja hapa, viongozi wa Marakwet walikuja na sisi tukaenda. Hakuna Marakwet raia hata moja walikuja hiyo mkutano. Tulikula ng'ombe 2, viongozi walitupatia hiyo. Na tukaongeleza mambo ya amani kabisa. Marakwet hajasikia hiyo, sisi tulisikia. They are very insecure. Most of the time we think of even moving with the residents, but we don't know exactly where to go. So we just remain here in fear. We could even ask the government if they can give us some security officers so that at least we can just be at peace in our houses. Na wabunge 4 kutoka chama cha Jubilee wametimuliwa kutoka nafasi za uwenyekiti wa kamati mbalimbali za bunge kupitia kura ya kutokuwa na imani nao. Miongoni mwa waliotimuliwa ni mbunge wa Nandi Hills Alfred Ketera, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya Leba, pamoja na aliyeteuliwa kuwa naibu wake Catherine Wambilianga. Wengine waliojipata kichinjioni ni mbunge wa Moiben Silas Tirena wa kamati ya kilimo, mbunge wa Embakasi ya Kaskazini James Gakuya, msimamizi wa kituo cha wanahabari cha ubunge, na mbunge wa Marakwet East Kang'ong'o Bowen ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa kamati ya mazingira. Awali hali ya vuta kuvuta ilishuhudiwa bungeni kuhusiana na mbinu ambayo ingetumika katika kura. Tetesi ambazo zimekuwepo ni kuwa wenyekiti hawa walichaguliwa kinyume na matakwa ya wakuu wa chama. Uchaguzi mpya wa wenyekiti utafanyika juma lijalo. Respectively shall be recorded in the minutes. Except
as the Speaker may otherwise direct, a committee may sit notwithstanding the adjournment of the House. Except. So give us secret voting and we clear with this detail. So it's not closed. It does not dictate. Chair, yeah. It is a standing order. It is very clear. So we'll go by the standing order. And the Speaker of the National Assembly is not here to... No, Sanguk should not intimidate the chair. The chair, give us secret ballot. Except. Point of order. I think, Chair, order members. I think we are moving well, and we are expecting you to give us papers to vote, secret ballot. Yes. So don't get too many other opinions, because we really want to finish this business. Thank you, Chair. Voting for the sake of respect of this committee. Yeah. Which law, apart from the one that Honorable Jaguar have read, which other law? That is the law, that the names voting for and against are registered. Order, honorable members. Can somebody give me a standing order with the secret ballot? Can we have a standing order? If we voted in the last meeting through secret ballot, nothing stopped us from voting. That's the law. That's the law. This is not NGO council. No, you are a professional to announce. Secret ballot. If you win, we go. Yeah, if you win, but let's go for secret. Naam, tetesi hizo mtazamaji, na tofauti kutoka katika kamati mbalimbali za bunge, ambapo hii leo kama tulivyoelezea taarifa hiyo, viongozi wanne ambao walikuwa wanaongoza kamati mbalimbali katika bunge waliweza kutolewa kutoka katika muungano ama chama kile cha Jubilee. Mtazamaji, mwisho wa taarifa zetu, lakini na kuahidi kabla ama baada ya mapumziko kwamba tutakuwa na mahojiano hii leo ambayo yataangazia sana swala la uhifadhi wa mazingira hapa nchini, hususan mazingira ya wanyamapori, na vile vile tutaingia ndani kiasi tukijadili swala la uhasama baina ya wanyamapori na hata binadamu. Hapa tukizungumzia mazingira ambao pia wanadamu unakuta mara nyingi wanakuwa pamoja, wanaishi pamoja na wanyama. Hapa ni mazingira yale ambayo yako karibu na mbuga za kitaifa hapa nchini Kenya. Tayari mgeni wetu amewasili. Tunapumua tu kidogo, lakini tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu ili tuzungumze mambo kama hayo na vile vile mbinu ambazo zimewekwa za kuhakikisha kwamba mnyama analindwa na vile vile binadamu anakuwa salama. Usiende mbali.